Moja kati ya nyimbo ambayo imekuwa ikizungumzwa sana hususan na wasanii lakini pia na baadhi ya mashabiki ni nyimbo ya Diamond Platinum. Hii imekuwa ni historia kujirudia sana kwa Diamond Platinum. Hii ni baada tu ya kuweza kuachia ngoma yake. Tunafahamu inaendelea kufanya vizuri, na hii imekuwa ni kawaida kwa ngoma yoyote ya Diamond ambayo imekuwa inafanya vizuri zaidi au imekuwa inapenya kwa haraka kwa mashabiki, basi imekuwa na gumzo sana. Na ukifuatilia kwa namna moja ama nyingine ngoma zozote za Diamond ambazo zimetoka, unagundua kabisa Diamond amekuwa akichukua au akikopi katika ngoma fulani huko, afu Diamond anakuja kuifanyia maboresho, lakini mwisho siku unakuwa sio ubunifu, kwa sababu watu wengi wanaweza kuamini kwamba Diamond bana kabuni kitu fulani alafu kimekaa sana, kimeenda viral na vitu kama hivyo. Lakini ukifanya research unakuja kugundua kwamba Diamond Platinum of course ni mtu ambaye anapenda kuangalia wasanii wenzake au wasanii wakubwa way back walifanya nini na yeye afanye nini, ili mradi atoe kitu kama kile lakini kiwe zaidi ya kile. Sasa hii imekuwa watu wengi wamekuwa kilalamika wakisema kwamba umekuwa sio ubunifu bali umekuwa ni kukopi na kuongezea vya kwako. So of course wanasema hakuna kipya chini ya jua, lakini kama msanii na mpaka kuitwa msanii, it means kwamba umeweza kumaintain hilo jina, lakini pia kuwa mbunifu zaidi, kwa sababu sifa kubwa ya msanii ni kuwa mbunifu. Ukipita kwenye ngoma hii mpya Diamond Platinum, unakuja kugundua kitu kingine kipi ambacho watu wengi walikuwa wakifahamu. Muonekano wa Diamond Platinum kuanzia kwenye mavazi, of course Diamond Platinum ameweza kumwiga Bruno Mars kuanzia muonekano wake, the way ana dress na vitu kama hivi hapo. Kuna baadhi ya seti ambazo kama umeona Diamond alikuwa amevaa ile taulo nini, ametoka na nguo ya kulalia, it means kwamba sasa wakati ameonekana hivyo, ukipita kwenye ngoma ya Bruno Mars ambayo inaitwa 24K, of course nao pia kuna kipande ambacho anaonekana Bruno Mars naye pia akiwa amevaa ile taulo, kuna ile anarusha hela, of course iko hivyo. So ni kama vile Diamond, si kwamba ngoma ya Bruno Mars inafanana na Diamond, ila baadhi ya tipu za idea ambazo zipo kwenye clip au kwenye hiyo video ya 24K of course imekuwa zinaendana sana na ngoma ya Diamond Platinum. Kwa Diamond kachukua muonekano kuanzia wa nywele, kuonekana namna atakavyokuwa anaonekana akivaa nywele ambazo the way kama kaeka kama wigi au nini, afa anavaa kofia. So umekuwa ni kama muonekano wake kutoka kwa Bruno Mars. Lakini pia mbali na hivyo pia ukipita kwa Mr Flavor, ngoma yake ambayo inaitwa Big Bala, nao pia iko hivyo. Ni ngoma ambayo sasa kule Diamond ndo akachukua vitu vingi sana, kuanzia melody, the way ambavyo muonekano wa video ya Diamond, na hata huku pia imekuwa ni kama vile tu, yani ni kama vile wameuziana copyright tu ili mradi Diamond aweze kufanya kazi. Kwa hiyo imekuwa imezua mjadala mkubwa sana, na kila mtu amekuwa akizungumza mambo yake kwamba Diamond amekosa ubunifu. Sasa hili hapa limetoka kwa Ommy Dimpoz, moja kati ya msanii ambaye wa karibu sana na Diamond Platinum. Tunakumbuka hawa ndo wale wasanii walisema tufanye kazi ili mambo mengine yaendelee, tusikae kibwege au sio? Sasa leo hii pia Ommy Dimpoz amemlipua Diamond Platinum, na kitendo cha kumlipua Diamond bwana, watu wengi wameweza kujadili kwamba labda kwa sababu ameanza kupata jeuri ya kuwa na Alia na vitu kama hivyo. So kila mtu amekuwa akiweza kuongea la kwake lile, lakini Ommy Dimpoz naye pia alikuwa anapiga story kidogo na waandishi, na akaulizwa swali kuhusiana na ngoma mpya Diamond Platinum. Akasema bonge moja la ngoma, video kali, muonekano mzuri, lakini akasema itabidi Biggie apunguze kukopi, kwa sababu copy zinakuwa zinaua kipaji cha msanii, na watu wasiojua kuhusiana na kufuatilia wanajua ni uwezo wa Diamond Platinum, lakini kumbe si uwezo wake bali ameweza kuchukua idea sehemu fulani. Kwa hiyo yeye pia kama msanii ameweza kuzungumza hivyo kwamba kama msanii mkubwa ambaye watu wengi wanakutegemea, basi inabidi upunguze kukopi, utengeneze idea mpya, kwa sababu sio kwamba idea zimeisha na unaweza ukaangalia hata kitu cha mwaka 1960
chini huko kama kilikuwepo afu kakileta katika huu mwaka wa 2026 afu kikakaa vizuri na mambo yakakaa vizuri zaidi. Ni kama vile alivyotengeneza Zilipendwa, tuliona the way mavazi ameweza kuangalia kwamba mavazi yalikuwaje na vitu kama hivyo. So yalikuwa ni maoni ya kwake Ommy Dimpoz, yaliweza kuongea kuhusiana na hili na walimuuliza vipi sije ukaona unaongea hichi kitu. Diamond akamind akasema mimi nimetoa kama ushauri tu. Kwa kama wewe pia msanii yoyote tu, sio kwa Diamond, mtu yoyote ambaye anakopi kitu basi aone namna gani akiweza kukiwasilisha ili watu wasiweze kugundua umekopi wapi. Lakini kwa sababu sasa hivi dunia imekuwa kama kiganja, basi kila mtu atajua tu kwamba Diamond amekopi, amefanya hivi, amefanya hivi. Bana, mimi nimekusogezea hii moja kati ya story kubwa sana ambayo of course kuanzia jana usiku imeweza kuenea huko kwenye mitandao ya kijamii na watu wameweza kufunguka vitu vingi sana. Wewe unasemaje? Diamond endelee kuangalia wenzake wasanii wakubwa kutoka duniani huko wanafanya kitu gani, yeye achukue aboreshe, au watengeneze ubunifu wake watu na wenyewe wa huko Marekani na wenyewe wachukue waboreshe? Kwenye pande wa comment hapo utakometisha kinoma noma.